kwamba sisi ni nyoka, na hii miili ambayo tumepewa ni kama zawadi tuliyopewa na wakuu kwa ajili ya kuja kutimiza hii kazi. Ila wewe umetumia miili hii kama fimbo kwa ajili ya kuwachapia wakuu wetu, na leo hii nimeagizwa kutoa hapa duniani kukurudisha kuzimu. Tunarudi sote siku ya leo, sikuachi hapa duniani. Sikia nikwambie, hiyo kazi bado ninaifanya, na kuhusu kurudi, mimi sitorudi kwa sababu nishazoea maisha ya duniani. Umenielewa? Kuwazoea umewazoea, ila kumbuka, hata wazoe vipi, wewe bado utakuwa nyoka. Wewe ni nyoka, hauna urafiki na mazingira ya duniani, hauna urafiki na wanadamu. Kumbuka wewe ni jamii moja ya nyoka, na sisi sote ni nyoka. Hivyo basi unafanya kazi bure, kwani huo mwili unaotumia wewe kuwazoea wanadamu ni swala la muda tu. Utanyang'anywa na utaendelea kuwa nyoka, na hawa wanadamu uliowazoea kamwe hawatoweza kukuona tena. Kwa hiyo kurudisha mimi itakuwa ni ngumu sana. Sasa hivi naondoka. Malkia! Naona sasa hivi unielewe. Nitakuja kukufanya kitu ambacho utajutia kwenye maisha yako. Lakini kwa sasa kuna changamoto kidogo katika mawindo yetu. Changamoto gani tena mama? Kuna binadamu wamejitokeza ambao nao wanatumia damu kama sisi. Hivi kuna wakati inakuwa ngumu sana sisi kuingia katika mawindo. Lakini usijali, nitazungumza na baba yako. Ikiwezekana leo usiku tuingie mawindoni. Sawa mama, lakini na pendekezo langu, natamani ipatikane nyama ya mtu design ya sogodo, maana ni amenona. Mtoto na tamaa sana wewe. Usijali mwanangu, kila kitu kitakaa sawa. Sawa mama. Cheers. Sasa nilikwambia, na ndio hiki hapa naenda kukufanya. Yana nipanda kichwani. Sasa usifuatilie, sio kuhusu. Sabrina. Abe. Unajua nini mpenzi wangu? Yaani siamini kabisa kama umenikubalia. Maana nikitafakari kwa ulivyo mzuri, mrembo hivi. Sogodo mimi mlinzi, kupata nafasi kwako ni ngumu sana. Ila najua tu pale wakati nashuka zile vesi, sijui nimezitoa wapi, nikajikuta nateremka tu. Nikiangalia uzuri wako nateremka tu. Yaani ningesema hivi, pata picha ungekuwa ni mimi,
afu ujione wewe ulivyo, lazima ungeshuka kama mimi. Sio, unanielewa? Ndio nakuelewa. Ujue nini? Hadi mimi ile siku nilikuwa natamani uniambie unanipenda. Hiyo haina shida. Na mimi nakuelewa. Japo nashindwa kuelewa kwa nini wewe na ulikuwa nataka nikwambie nakupenda. Sikia nikwambie jambo moja mpenzi wangu. Unajua wavuvi? Wavuvi wale ni rahisi sana kuvua papa baharini. Lakini wavuvi hao ukiwaleta nchi kavu ni ngumu sana kumvua huyo papa nchi kavu. Sasa amini kwamba mvuvi mimi Sogodo, yaani umeweza kuuteka moyo wangu na kuufanya kuwa wa kwako. Ndakisha ile penzi ambalo ninako na wewe, ninalibeba, ninakuwa nalo, ninatabasamu nalo, hivyo yani. Lakini baby, nilikuwa nataka kuwa na wewe muda wote. Nipate muda kukaa nawe kama hivi, tutoke hivyo. Kwa unachomaanisha mpenzi wangu, unataka muda wa kutosheleza na mimi, si ndio? Ndio. Sasa sikia nikwambie kitu. Nitafanya jambo moja kwa ajili yako. Nitafute kazi nyingine. Maana hii kazi inanibana sana. Angalia. Muda huu saa 9 hii. Mzee Podo yule, sasa yuko na familia yake anakula chakula. Sasa naufia tu hata pale akitoka asiponikuta inakuwa kesi nyingine. Lakini ningekuwa na kazi nyingine baby, muda huu nakuwa na wewe, unanipikia na kula. Naona ukitabasamu, si ndio? Na pia ule usiku ambao unakuwa nalinda pale kazini. Na walinda wao wakiwa wamelala, wanakoromoka. Mimi nawalinda na nini. Lakini nikipata kazi nyingine mpenzi wangu, yaani huo usiku mimi nakesha nalinda penzi langu, yaani nakesha na kulinda wewe. Yaani 1 mpaka saa 12 asubuhi. Sawa Mai, ujitahidi basi utafuta kazi nyingine. Kuhusu kazi nyingine mama, hilo limeisha. Nitatafuta. Kuhusu kazi nyingine, hilo limeisha. Nitatafuta kazi nyingine ili niwe na uhuru kuwa na wewe. Unajua mambo ya kupikiwa mimi nayapenda sana. Sawa, usijali. Nitakuvumilia, ila jitahidi kutafuta kazi nyingine. Basi sawa mpenzi wangu. Kikweli nimefurahi sana kuwa na wewe muda huu na nimeenjoy. Sawa, unasikia? Kabisa hizi nikuchukue wewe nipeleke nyumbani na kusindikiza. Alafu mimi nirudi tena pale kazini nikaendelea na lindo. Sawa. Hebu njoo basi hata nikuwao. Mke wangu, naangamia mke wangu. Umepatwa na nini mume wangu? Mke wangu, ona mkono unazidi kuharibika. Naomba nisaidie kwanza, nitakuhadisia baada ya kunitibu. Ni jukumu langu kukusaidia. Lakini hebu nieleze, ni kipi kilichokukuta? Mke wangu, haina haja ya kukuelezea. Naomba nitibie kwanza, nitakuelezea baada ya kunitibia.
Sawa. Ngoja niendelee na ibada kwanza. Yaani nimekuja nimemletea chakula, Sogodo haipo. Sio hata kaenda wapi. Na kwa nini anaondoka bila kuaga? Kweli bora hata mfadhili mbuzi. Ukimpa majani tu hata mchuzi utakunywa, lakini sio binadamu. Sasa nahangaika muda wote napika chakula, namletea mtu hayupo. Alikoenda sijui, na wala hata kuaga hajaaga. Atajua mwenyewe bana, mimi nishachoka. Mimi nakipeleka chakula ndani, akija atajua. Asante sana mke wangu. Nilikuwa naangamia. Pole sana mume wangu. Haya, hebu nieleze. Umepatwa na nini? Mke wangu, nilipata na hisia kali. Ghafla nikatokea mahali alipo Sogodo na mwanamke. Nikajaribu kumfuatilia yule mwanamke ili nimjue ni nani. Nilipojaribu kuchota unyayo wake, ghafla nilipigwa shoti kali ndani ya mkono wangu na mkono wangu ukaanza kuharibika. Sogodo huyu? Ndiyo mke wangu. Sasa yatupasa kuwa makini sana mume wangu. Hasa kwa upande wako wewe unaitoka nje mara kwa mara. Usipende kumwamini mtu usiyemjua. Usifanye jambo bila kulihakikisha. Unajua kwa sasa huko nje kuna viumbe wengi sana. Na hatujajua wamekuja na ujio gani. Hivyo lazima kuwa makini. Tumeelewana mume wangu? Asante mke wangu. Na nakupenda sana mke wangu. Maana bila ya wewe mkono wangu ungeharibika na kuoza mbali kabisa. Usingeangamia mume wangu aliyekuwa bado nipo. Naomba nikuache uendelee na ibada na mimi nikarejee na majukumu yangu. Nikutakie majukumu mema mume wangu. Asante mke wangu. Afadhali nimekuona. Yana ling'oko. Wewe ndio kunifanyia hivi mimi? Yaani unaenda kunipangishia chumba ambacho tayari kina mtu? Kwa unataka kuniambia pale kwenye ile nyumba kuna mtu amekuja? Bwana, yupo. Alafu ni manzi sasa cha maajabu. Nimezingua bosi wangu leo hizo macheni. Nimezingua ise. Alafu na matatizo kwenye hizi kazi huwa yanatokea. Hapa naenda kumwakia bosi mwenye nyumba mwenyewe. Yule naye kazingua. Kwa nini asiniambie kama kuna mtu mle tayari? Hapa naenda kumwakia. Alafu unajua nimemind sana Yaani nipo naongea na mke wangu. Mwanamke anapiga hodi. Sauti hakika inasikika.
Mimi kule kwa mke wangu najielezea nini? Mpaka mke wangu kakata simu kwa hasira. Hivi unahisi mjini nitaishije hapa mimi? Mimi mwenyewe sina kazi, nategemea mke wangu kule Ulaya ndiye ananitumia hela. Basi bosi wangu. Hilo tatizo limeshatokea. Hakuna namna. Hapa sasa inabidi tu twende kule kwanza tukachukue hela yako kule. Unaona? Alafu nikakutafutia nyumba nyingine kali zaidi. Alafu najua mimi nilivyo mkali kwanza Nitizame kwanza juu mpaka chini. Nitizame. Nakuona. Nakuona. Mimi mtu wa shule nimeenda vile Yaani nimetoka Ulaya jana tu nafika airport. Samia ananipigia saruti. Unaona mimi nilivyo? Nakubali. Mpaka kataka kunipa mtoto wake jana. Mimi nikamkataa nikasema na mke wangu yuko Ulaya kule. Acha kweli. Bosi ni noma. Mimi ndo ngoko mwenyewe. Sawa? Mji wote wananijua. Alafu kwenye vitu kama hivyo wasizingui. Bosi yule mwenye nyumba ndo kazingua. Tumkute. Twende bwana. Twende tukamalizana naye. Yaani nyie wabongo nyie watu wabongo nyie mbona mnakuwa shamba bwana? Madam Wenjo, naona leo uko ofisini kwangu. Sijaiona ukija ofisini kwangu madam. Hebu niambie basi. Kuna issue gani tena? Au kuna shida uko ndani? Unajua Sogodo nimekuja zaidi ya mara 2 mara 3. Lakini sijafanikiwa kukukuta. Na kilichonileta ni kitu cha kawaida tu. Nikuja kukuletea chakula. Si vingine. Madam mdogo. Unajua sisi binadamu bana. Tuna mahitaji yetu binafsi. Sasa kila nikioga nakosa mafuta ya kupaka. Nikasema niende nikanunue mafuta. Nimeenda kwa huyu mangi wa kwanza huyu hapa. Sijamkuta. Anasema mafuta hana. Nimetoka hapa, nimeenda mtaa wa kwanza, wa pili. Na wenyewe wanasema mafuta hawana. Afu wa mamangi sijui wako serious, wanaanza wataka nipe baby care. Mimi nikasema mimi nataka mafuta yangu Moviti. Na ndo naye yapenda. Sasa madam ukiona hapa nimechoka. Nimetembea. Abenye nilikosea njia. Nisingeelekezwa na yule Masai, nisingefika hapa. Sawa, mimi naenda kukuletea hicho chakula. Ila sasa umenipa kazi mara 3. Sasa hivi kitakuwa kimepoa, inabidi nikakipashe kwanza afu ndo nikuletee. Unajua huwezi kula chakula kilichopoa cha baridi, kinakuwa kina ladha. Madam, nimezingua big time. Sasa kwa kweli ni madamu mdogo. Msamee Sogodo. Sogodo mimi hata nikiishiwa mafuta nakuja kukutaarifu kwamba nimeishiwa mafuta ili uweze kunisaidia. Na pia kwa wakati mwingine madam nitatoa taarifa. Lakini leo akisha fande huyu anapata chakula nile nipate nguvu ya kukaa hapa kulinda kuhakikisha majambazi hawaingii au watoki. Akija mtu namkunjia ngumi kwanza, nampiga. Afu akija mwingine tena nampiga. Yaani madam, sitoki bila ruhusa yako. Siendi popote pale. Sawa, sasa hivi mimi naenda kukupashia chakula. Ila sasa kwa wakati mwingine naomba uwe unatoa taarifa. Usumbufu mimi sitaki. Na sipendi kabisa kwa naenda narudi alafu nakuta mambo hayaeleweki hapa. Unakuwa unanipotezea muda wangu. Sawa? Sawa madam. Na haya basi. Afu sasa nilivyomjinga sijamuuliza aileta chakula gani. Kama alileta wali madamu mangu, wakaupashe tu. Ila mazoea kuletea ugali. Sogodo anakula ugali. Kuna majambazi. Ndugu.
Shida nini? Ise. Acha tu ndugu yangu. Kwani kuna nini? Hizi kazi zangu hizi, ipo siku zitakuja kuniua. Juzi nimepeleka mtu kupangisha. Alafu sasa sema nampeleka, kumbe tayari nishapeleka mtu mwingine. Ndio shida zenu hizo madalali. Shida ni nyumba nyingi. Nyumba ni nyingi nazopeleka watu. Wakati mwingine nasahau. Lakini sasa kinachoniuma, kwa nini yule mwenye nyumba nasi niambie kwamba mbona huyu tayari ushaleta mtu? Kapokea hela. Wamekuja kukutana ndani mle watu. Asubuhi nafuatwa. Na yule jamaa anampangisha. Alafu jamaa mwenyewe hata simuelewi. Ana kamwili kadogodogo tu hivi. Mwanangu alinipiga kofi hapa. Lakini hilo kofi sasa livyo zito huwezi kulinganisha na kale kamkono kake kale. Ana kamkono kadogodogo tu hivi. Oya. Yule sio mtu yule. Yule si ni yai yule. Ujarudishie. Nitarudishaje vipi mwanangu? Wakati mimi mwenyewe tayari na makosa. Hilo la kwanza. Alafu alivyonipiga mwanangu mwenyewe nikana wasiwasi naye sana. Tumeenda kwa ule mzee, tumechukua hela, nimeenda kumtafutia nyumba nyingine. Ndio kidogo na amani hapa. Hivi kumbe wanarudishaga hela? Kwani usirudishe hela? Nimemfuata na kwanza nimemlalamikia sana. Kwa nini anaruhusu niweke mtu mwingine wakati tayari kuna mtu alishapeleka? Sogoro kijana wangu. Pole sana na majukumu. Asante mama. Naona leo muone unitembelee katika eneo langu la kazi. Ndio. Unajua toka ulipofika sijapata muda mzuri kabisa wa kuzungumza na wewe. Nahitaji kufahamu changamoto zako katika kazi. Hapo mama umenena. Changamoto ya kwanza ni chakula. Yaani chakula kinachelewa. Sasa mchana au usiku. Ila changamoto ya maji nimeweza kuizuia, naweza hata mwenyewe nikaenda kwa mangi nikanunua. Lakini iliniletea shida kidogo hapo katikati. Kama chakula kitakuja kwa wakati na maji nikapata mama, mimi ndashukuru sana. Pole sana Sogoro. Lakini kwa nini unaogopa? Aliyakuwa unajua kabisa sisi tunaishi kama familia. Mimi na mtoto wangu tu ndani. Lakini pia nikushukuru sana Sogoro. Ulivyofika katika familia yetu, umefanyika kuwa faraja sana. Umekuwa kijana mpole, mnyenyekevu, mtiifu. Unajua kuna wakati nahitaji sana faraja. Na kwa muda mrefu nimeikosa faraja kutoka kwa mume wangu. Hivyo nilikuwa na tamani sana kupata faraja kutoka kwako. Sogoro, wewe ni kijana mzuri sana. Ni mtanashati. Ukivaa unapendeza pia. Mama, wewe unakuwa unaniweka njia panda. Nashindwa kukuelewa zaidi. Unapoongelea kwamba niwe faraja yako, ni faraja gani ambayo unataka kutoka kwako? Sijui nielezaje, lakini matumaini yangu unanielewa kwa kuwa wewe ni mtu mzima Sogoro. Sasa mama, wewe angalia pia ni karibu gani wewe unaohitaji. Ukizingatia mimi hapa nipo tu kwenye eneo langu la Lindo. Labda kama ni wewe karibu unaotaka mama, itakuwa ni ngumu mimi kukupatia. Sogoro, hamna changamoto. Kama ni ajira mimi si ndo nimekuajiri. Ni kipi ninachokiogopa? Hebu tuende ndani tukazungumze. Mama, naipenda sana ajira yangu. Na hilo swala la mimi kwenda ndani huko na wewe itaniwia vigumu sana. Na ukizingatia mzee Podo ashanikataza kabisa kuingia huko ndani. Natakiwa uchague mambo mawili sasa. Kwenda ndani ama kupoteza hiyo ajira. Nahofia ajira yangu. Wewe ni mtu mzima Sogoro. Twende. Sasa mama, mbona unatangulia peke yako? Nisubiri basi.